Habari ya wakati huu wapambanaji wa My Legacy Chain Ecosystem. Karibu sana kwenye channel yetu. Make sure unapokuwa kwenye channel yetu unahakikisha umesubscribe ili kupata detail na updates zikija zikufikia kwa wakati. So hii video naenda kuelekeza jinsi ya kununua domain name kupitia wallet yetu ya Millennium Wallet. Make sure umesha download wallet. Sawa. Baada ya download wallet, ukisha download wallet, hii hapa Millennium Wallet utaifungua. Hakikisha umesha deposit, yani iwe nasoma MLC. Kwa uta deposit Polygon, baada hapo utaziswap kwenda kwenye MLC. Huwezi kununua MLC. Sawa, yani mimi huwezi kununua domain name kama huna MLC. Yani vitu vingi sana huwezi kufanya bila kuwa na MLC. Kwa hiyo ukishika na wallet ile ununue domain name, sawa? Lazima uwe na MLC. Na uweze kustake kwenye nyingine kwenye wallet. Lazima uwe na MLC. Kwa hiyo wallet inatoa sana offer kwa watu ambao wanamiliki MLC. Lakini pia kwa watu ambao wanatumia wallet kuna faida kwa sababu kuna gawio ambao linakuwa linatokana na wale watu ambao wanatumia hii wallet na wamenunua domain name. Kuna share yao kila baada ya siku 90. Lakini pia unaweza ukastake coin zako kupitia hii wallet. Umeona? Lakini pia kama unakwambia ukiwa na domain name na ukiwa na hii wallet inakufanyia mining kila siku. Kiasi kwamba unaingiza coin kila siku. Make sure unanunua domain name na unamiliki MLC. Ni vitu vya msingi kwa sababu hiyo itakupa hela kwenye future yako na vizazi. Make sure. Kwa tuende kwenye point. Jinsi ya kununua domain name. Sasa mimi nimeshanunua na nimeshaambia na wallet zaidi ya 5. Sawa, kwa nimeshanunua nisha stake. Kwa hii hapa, hii imekaa tu hapo kwa mfano tu. Sawa, kwa utaka kununua domain name utaweka Polygon, afu Polygon utaswap kwenda kwenye MLC. Kwa ukisha kuhakikisha una MLC, sawa, kuanzia $60, maana unaona ziko $35. Kwa ili uweze kununua domain name lazima uwe na MLC. Sawa, uwe na MLC ambazo zina thamani ya dola kuanzia $60 kama 61. Kwa mfano kama ukiwa na $100, sawa, unaweza kununua domain name $60 kabaki 40 ukaishi na hizo coin. Kwa inakuwa ni kiwango kamili cha kila Mtanzania ambaye anataka kupambana. Kwa make sure kama una $100 upate maelekezo ununue domain name yako na umiliki coin at least za $40. Ukinunua domain name ya $60 ukabaki na 40, hiyo $60 hiyo domain name itakuchimbia coin kila siku. So chini kila siku itakuchimbia coin. Kwa mwezi huwezi kukosa coin chini ya 60. Sasa hiyo 60 siku ikifika $1, coin moja utakuwa unaingiza $60 kwa mwezi. Sawa, siku ikifika $2 kwenye moja utajikuta unaingiza $120. $120 ni karibu 3.5 huko. Yaani zaidi ya 3.5 mshahara mtu kabisa ambaye ameajiriwa na shirika maalum. Kwa hiyo zingatia miliki domain name. Baada ya kumiliki domain name kuwa na coin zako. Sawa, tushaelekeza. Wewe una dola zako 100. Sawa, nunua domain name ya $50, ya $60. Alafu $40 miliki coin zako hata za $40 itakusaidia sana kwa sababu $40 uweze kukosa dola kuanzia coin 15. Unaweza kupata coin 15. Bei sasa hivi ni che sana 0.033. Kuna siku ambapo unakuta zero zote hizi zimekatika, ndio utaanza kujuta. Kwa chukua coin yako mapema, chukua domain mapema, miliki coin zako. Sawa, mwisho wa siku utajikuta hiyo $40 ulionayo ya coin utajikuta unasoma $400, $500 dola buku. Chukua mapema coin, hold. Okay, tuende kwenye point. Kununua domain name. Weka Polygon, alafu baada hapo utaziswap zinaenda kwenye MLC. Baada ya kwenda kwenye MLC, kwa ili uweze kununua domain name uta click link. Mtu ambaye amekupa link utaangalia. Mtu alokupa link, sawa? Kwa mfano kama kwangu hii hapa nisi inaonekana kabisa. Link yangu hii hapa, mwisho unaishia na NQ. Kwa hiyo wewe utaangalia mtu ambaye amekupa wewe link. Sawa, ya kwangu hii hapa. Iko kwenye channel pale. Kwa hiyo utaangalia mtu ambaye amekupa link, then kisha ukitaka kununua domain name, uta click hiyo link. Kisha click hiyo link pap. Itakuleta sehemu kama hii. Kisha kuleta sehemu kama hii, referral code yake utaiona iko hapa na hii inaonekana hii hapa. Referral code yake hii hapa. Utaiona hapo tutakachokifanya, utakuja hapa hii sehemu nyeupe hapa. Utaandika jina. Unaweza kuandika jina kulingana na kiwango chako. Unaweza kuandika NMB mfano ukasearch hapa. Kishaandika jina na search. NMB na thamani ya $1200 hii hapa.
Sawa, kwa ni mfano. Haya, unaweza kaandika kwa mfano jina lako, naweza nikajiita hapa Mr24. Baada hapo nikaklik search. Nikaja hapa inaonyesha hilo jina. Hili ni limiki $500. Yeah. Kwa kulingana na jina unalotaka, yeah. Sasa ili kwa mfano kama mtu na $100, sawa, unataka domain name yako ya $60. Unaandika hapa jina lako tu, unaweza kaandika username yako kwa mfano najiita hivi Mr24, naandika na click search. Inakuja hapa $60 yangu hapa, nachukua domain name yangu $60, inaanza kuchimbia. Huyu ni mtu ambaye ana kiwango cha $100, ambao 60 domain name, 40 ananunua coin. Simple sana, na unamiliki mashine ya kuchimbia na una coin zingine kibao. Yeah. Ukitaka domain name ya $100 ipo ya 500, domain name ya 1200 mpaka 3000. Lakini pia kuna share guys. Share ni bonge ya project. Share ni bonge ya opportunity, kwa sababu share ukiwa nayo, share unakula kila hela inaingia kwenye kampuni. Wewe lazima upate asilimia kutoka kwenye hela iliyoingia. Wewe si shareholder, kwa lazima upate kila asilimia zinazoingia. So make sure kama una hela au na mtu wako na hela, amiliki share. Kumbuka share haikuanza na sasa share moja ni $10,000, $10,000. Haikuanza na $10,000 guys. Share moja ilikuwa imeanza na $1,200 kama milioni 4 tu. Lakini sasa hivi share moja ni $10,000. Sasa just imagine mtu ambaye alinunua share 5 kwa $1,200, akaja kauza share moja sasa hivi au share 2, atabaki na 3. Ana hasara gani? Kwa hiyo pia ni kitu kizuri. Guys, hivi vitu ni asset ya viozi. Nunua tulia, lakini pia ukiwa na share inakufanyia mining, inakupa asilimia za kampuni kila siku, lakini pia utakula vizazi hadi vizazi, kwa sababu wewe ukiwa haupo kuna mtu wako ataendelea kula. Umeona? Kwa share ni nzuri pia, lakini pia domain name ni bomba zaidi, kwa sababu inakuchimbia coin mpaka miaka 25. Bila kusahau hold coin, kwa sababu kisha hold zikiwa sasa hivi ukinunua coin zako za $40, ipo siku zitafika $1, utajikuta unamiliki $10,000, $20 kwa hela ndogo. So makisha na hold. Sawa. Kwa ukisha click hiyo link, sawa, ikakupeleka sehemu ya kusearch. Ushaelekeza hapo, utaandika jina lako hapo. Baada ya kuandika jina lako hapo, sawa, utaklik search, itakuleta hapa. Sikuleta hapa, kwa mfano kama unataka kununua $60, utaklik kwenye add to cart. Sawa, baada add to cart utaklik hapa kwenye check out. Kisha check out utaweka fingerprint kama simu yako, na kama ni pattern utaweka. Baada hapo utaconfirm mara moja kwa moja, itakwambia successful. Kwa kisha una success, ujue tayari umeshanunua domain name. Kwa hapo moja kwa moja inaanza kukuchimbia coin zako. Sawa, unaweza kumiliki domain 1, 2 hata 5. Una watoto 5, nunulia moja hata $60 au $100 uwezo wako. Hizo ni nzuri kwa sababu zitakuchimbia coin. Mwisho wa siku na watoto wako wakikua nakuta coin imeshapanda thamani $5, $10. Haya, haijamsomesha, haijamfanyia mambo ya msingi. Tengeneza, miliki domain name kwa ajili ya future. Miliki coin, nishaambia kwenye e-wallet unaweza kumiliki coin zaidi ya 5. Kwa mfano kama unavyoona hapa, mimi nazo ngapi? 1, 2, 3, 4, 5. Naweza nikaongeza kwa hata 10. Kwa watoto wako 5, 4, kila mtoto chukua $20 weka kwenye wallet hii. $20 wallet hii zigawe. Mwisho wa siku unajikuta hizo coin zimepanda thamani ndani ya miaka 2-3. Coin moja inasoma $2, 3, 4. Kama una coin zako 10,000 hujamiliki $100,000 hapo chap. Kwa nunua coin account zaidi ya 3, 4, 5. Nunua domain name zaidi ya account moja, hiyo kwa ajili ya future yako wewe na familia yako na watu wako. Hivyo guys, ni tumeelewana. Hivyo ndio jinsi ya kununua domain name. Ni simple sana. Sawa, kama ukiangalia video usipoelewa unaweza kauliza. Okay? Yeah, ili make sure umetumia link ya mtu ambaye amekuinvite. Mtu ambaye amekupa maelekezo. Sawa, lakini pia nitaleta video jinsi ya kustake. Sawa, hizi coin hapo unaweza kuzistake na ukaendelea kulipa wide kama kawaida. Hizi na ukistake ndio tunasubiri soko, unaenda kulipa wide, au ukistake ukaamua bana nimepata njia nataka kuuza, unaenda na stake. Sawa, kisha ni stake unauza, unafanya mambo mengine. Sio kama ukistake ndio unalock mazima, na stake pale kwa ajili kama kuziongezea. Umeona? Na stake unaendelea kula commission. Kwa hiyo guys, video itakayofuata ni video jinsi ya kustake. Na ili uweze kuelekeza ustake, hakikisha at least unakuwa na coin 30, ndio inakuwa vizuri. Umeona? Ukiwa na coin 30 at least unakula commission ambayo kidogo ina uhai. Unaweza shangaa kwa wiki unakuwa hata 500 au buku. Umeona? Lakini pia mimi ningeshauri watu, kwa ushauri wangu mimi, ukimiliki coin 100,000 hizi MLC 100,000, just imagine MLC moja, sawa, sasa hivi inauza 0.0031. Siku ikifika 0.1 wewe utakuwa na $10,000 toka dola. Coin 100,000 ni kama $350 hivi. Sawa.
ikifika dola 0.1 au utakuwa na dola 10,000. Ikifika 0.2 dola 20. Ikifika 0.5 una dola 50,000, karibu milioni 150 huko. Tanzania shilingi 150 kutoka shingapi? Kutoka dola 350, dola 400, yani kitu kama milioni, unajikuta umezalisha zaidi ya milioni 500. Uvumilivu, nilifundisha kwenye crypto lazima na uvumilivu, uwekeze muda, pesa. Unaona? Kwa hiyo jinsi ilivyo crypto na hela, hamna biashara yote sasa hivi yenye kukupa hela ambazo crypto itakupa. Hakuna. Kama unabisha, niletee biashara tuone. Kwa hiyo iko hivyo guys. Hela ipo kwenye crypto, lakini unatakiwa angalia pia ni crypto ipi unachukua na unatengenezaje hela. Kwa hiyo lazima uwe na elimu pia, uwe na elimu kujua ni ipi na uwe na hela kwa ajili ya kununua hiyo coin. Maana utapewa coin za bure, lakini hizo za bure haziwezi kufanyia kitu kwa sababu ni kidogo. Kwa hiyo na hela yako nunua mzigo, tulia. Unaambiwa sasa hivi hela itafutwa, hela inategwa. Kwa hiyo iko hivyo guys. Karibu sana. Make sure na subscribe channel kwa ajili ya kupata update zaidi. Karibuni sana. Mr. 24 hapa.